go. No more silence, no more fear for the fishers with the fake idea. We see the scams, we know the tricks. We are the firewall, we are the fix. We're strong. Okay, it is shocking how easily our trust can be weaponized. Naomba turudi. We have nafahamu kwamba tuko na Cyber Crimes Act of 2015 na hivi karibuni tulishuhudia kwamba tuna Personal Data Protection Act ya 2022. So mimi kama mtu wa kawaida ambaye sifahamu sana juu ya mambo ya ulinzi wa mtandaoni, can you clarify how these two laws are meant to protect us? Okay. I believe the Data Protection Act came in to resolve some issues that could not entirely be covered within the Cybercrime Act. Kwa sababu ukiangalia cyber crimes zinaweza zikatokana kutokana na pia data, pia of course exposure of data au data breaches zinaweza kusababisha cyber crimes, lakini pia cyber crime law, I mean Cyber Crimes Act imejikita sana katika kudeal na makosa ya kimtandaoni, ama niseme makosa ya kimtandaoni. Kwa mfano makosa ya kimtandaoni ama kesi za kimtandaoni za jinai au kesi za zozote zinazohusisha na matumizi mabaya ya mtandao. Kwa hiyo Cyber Crimes Act ni more of ku manage makosa yanayofanyika kimtandaoni. Kwa mfano labda wizi wa mtandaoni, labda mtu akihack benki akaweza kuiba kiasi cha pesa fulani, akaweza kufanya hivyo, ama labda kumchukua mtu mtandaoni, kitu kama hiko, si ndio? Kuchukua mtu mtandaoni. Yes. Lakini Personal Data Protection Act inalenga katika angle nyingi tofauti pia. Personal data inamlenga yule mtu ambaye anayetoa data yake, lakini na yule mtu ambaye anachakata data aliyopewa. Sawa? Je, anaichakata kwa misingi gani ama anaitumia kwa misingi gani? Kwa sababu mimi ninayetoa data naweza nikawa natoa data kwa uhalali na yule anayepokea kwa uhalali. Anaweza kawa anaitumia kwa uhalali. Lakini pia imejengwa ili kwa ajili ya kuweka mifumo ama ya compliance juu ya mashirika ambayo yanachakata taarifa binafsi za watu wengi, mfano mabenki, mfano mitandao ya simu, ili kuweza kuwa na ile level of accountability kwamba mimi kama organization ninachakata taarifa binafsi za almost wananchi milioni 6 ndani ya nchi. Nikizitumia hizo taarifa vibaya, je, nini kitatokea kwangu? Au ikitokea nimepatwa na maybe data breach, je, inakuwaje? Na zile data nilizonazo nazitumia kwa matumizi gani? Hiyo nafikiri hiyo ndio way Data Protection Act imewekwa, na kwa ajili ya pia kwa ajili ya kuwalinda wale watu ambao wana taarifa zao binafsi zinatumika kwa matumizi ambayo sio sahihi, na wanashindwa wakimbilie wapi ili kuweza, au wakimbilie kwenye taasisi gani ili kuweza kusaidiwa ama kusaidiwa, yani mfano kisheria. Okay, sawa. Nashukuru sana kwa maelezo mazuri. Sasa hapo kwenye Cyber Crime Act ya 2015 nataka nikuulize maswali machache kwa faida ya watu ambao wanasikiliza kwa muda huu. Kuna hizi kesi 3. Wewe kama mtaalamu unaweza ukatusaidia kutupitisha. Kuna issue ya kwanza ni unakuta unapita mtandaoni, kumekuwa na utaratibu sasa hivi ambao naweza nikisema sio mzuri wa kuvujishwa kwa video za ndani. Si ndio? Nadhani kama mtaalamu ushakutana nao, kama mtaalamu na kama mtumiaji wa mtandao wa kijamii unakutana nayo sana. Kuvuja kwa video kwa ajili ya kutafuta trendi au kiki na vitu kama hivyo au maarufu mtandaoni. Sasa Cyber Crime Act ya 2015 imezungumzia nini juu ya kitendo kama hiko kwa wahusika
na maybe kama kuna adhabu ni kitu gani ambacho kimedescribiwa kwenye hiyo act. Okay. Naweza nisiwe very direct to what part of the act ambayo inaongelea hili swala, lakini naamini kuwa kwa mtazamo wa cyber crime law, like ukiunganisha na data protection law, unapoingia mahali popote penye kamera au panatakiwa kwanza paelezewe kabisa kuwa jengo unaloingia limekuwa na camera installation. Kwa hiyo unapoingia hapa, ina maana unatoa idhini ya kila kinachofanyika hapa kuwa recorded. Lakini pia kwenye cyber crimes, of course, I'm not sure in which of the two acts, kuna sheria ambayo inaagiza kamera zisiwekwe mahali fulani. Mfano vyumba ambavyo viko so private kama bafuni au chooni, hakutakiwi kuwa na kamera maeneo hayo kwenye jengo lolote, kulingana na sheria za Tanzania za data protection, au niseme labda cyber crimes, na inawezekana zimekuwa listed in both of the na pia mtu ambaye ana face unyanyasaji wa mtandaoni kutokana na video kuvujwa, inawezekana ikawa ni taasisi ambayo imehusikana na hivyo, kwamba umeenda kwenye hoteli na walikuwa labda wameweka CCTV kwenye chumba chako cha kulala au hivyo, ambapo hicho ni kitu ambacho hakiruhusiwi kabisa. Lakini pia inawezekana ni mtu binafsi umeingia naye wewe mwenyewe akakurekodi yeye mwenyewe, ndio. Kwa hiyo hizo kesi mbili, hatua tofauti zinaweza kuchukuliwa. Kwanza inabidi ufike polisi kutoa taarifa, ama utoe malalamiko pia kwenye taasisi husika. Kwa mfano, tayari mtu anapokurekodi tayari amevunja Data Protection Act, Personal Data Protection Act, kwa sababu video yako ama picha yako ni mali yako, it is your personal data. Haitaki mtu yeyote aitumie kwa matumizi mengine. Kwa hiyo mtu anaweza pia, kama ni organization, inatakiwa uende ukatoe taarifa kwenye Tume ya Taarifa Binafsi, na wale watachukua hatua kuanzia pale, na faini zinaanza kuanzia milioni 100 na kwenda kwa ajili kwa taasisi mbalimbali. Faini zinafika mpaka milioni 100 na kuendelea kama hilo kosa linafikisha kwa. Na pia hiyo kwanza ukifikisha lalamiko lako kwa taasisi husika, kama mfano Tume ya Taarifa Binafsi, lazima wataangalia ile taasisi, je, ina comply na Personal Data Protection Act, maana kwamba je, ina Personal Data Protection Certificate, yani imecertify au imefanya compliance. Haina hiyo compliance, ina maana kwamba hata adhabu inakuwa ni kubwa juu yako, kwa sababu umetumia taarifa binafsi za mtu bila idhini yake, na umetumia kwa matumizi mabaya, na bado hauna ile compliance ya data protection. Kwa hiyo hapo umefanya makosa mawili, na inakuwa inaleta adhabu kubwa, of course, zaidi ya yule ambaye tayari ana compliance. Kwa hiyo unapotoa lalamiko lako linasikilizwa na linafanyiwa kazi. Lakini pia kwa mtu ambaye ni binafsi, pia unaweza ukatoa taarifa pia kwenye hiyo tume, na wakakusikiliza, walifanyia kazi, lakini pia na polisi pia, sababu inakuwa pia ni crime.